Katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 na ule mstari kuanzia mstari wa 43 na kuendelea. Neno la Mungu linasema kwamba neno la Mungu linatukumbusha sisi tulioamua kumtumikia kumwamini Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Neno la Mungu linatukumbusha jinsi gani tuweze kutembea ili tukapate kurithi uzima wa milele. Naamini utabarikiwa. Na ili neno litakuponya, litakuongoza, litakutia nguvu, litakufanyia matengenezo ndani ya moyo wako. Tukasome kitabu cha Mathayo 5 mstari wa 3 na kuendelea. Mmesikia kwamba imenenwa, mpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi, mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru je, nao hawafanyi yayo hayo? Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa je, nao hawafanyi kama hayo? Basi ninyi mtakuwa wakamilifu. Sisi tulioamua kumpokea Kristo na kuamua kutembea katika njia ya Mungu, yatupasa basi tuweze kutenda yale ambayo hata mataifa hawayatendi. Maana yake kama ni kusaidia ndugu, kuweza kusalimiana, kuweza kufanya yale ambayo unafanya, hayo pia mataifa wanafanya. Sasa kwetu je, ni kipi cha ziada ambacho kinaonesha kwamba sisi tuna Kristo ndani yetu na watu wale ambao hawajamwamini Kristo wataweza kujifunza kutoka kwetu? Lazima tuweze kuonesha mambo hayo. Ikiwa watu ambao hawajamwamini Kristo wanachukia na kuwa na kinyongo miaka na miaka, je, na sisi tufanye hayo? Hapana. Neno la Mungu linatukumbusha tuwe na upendo.